Habari za muda huu tena ndugu mpenzi mtazamaji, kama ilivyo ada, kwa majina yangu naitwa Juma Kupewa. Tumekuwa tukizungumza zaidi wakati mwingine kwamba mafuta ya wanyama yanakuwa sio mazuri kiafya. Kwa nini wakati mwingine watu wengi wanauliza kwamba kwa nini unasema mafuta ya wanyama sio mazuri kiafya? Sasa wataalamu pia wamejaribu kuainisha sababu kuu 4 kwa nini mafuta ya wanyama ni hatari kiafya. Kwa hiyo twende pamoja mpaka tuweze kusikilizana hapa mpaka mwisho. Cha kwanza, mafuta ya wanyama yanakwenda kuganda kwenye mishipa midogo midogo ambayo inasambaza damu kwenye moyo, lakini pia kwenye ubongo, na hufanya mishipa hii kuwa mimbamba badala ya mafuta haya kwenda kuganda, na hivyo basi kufanya kiwango cha damu kuweza kupita kwa changamoto sana, na wakati mwingine inasababisha njia ile kuwa nyembamba zaidi, na hivyo inaweza kuleta athari zaidi. Lakini sababu ya pili ambayo kwa nini mafuta ya wanyama ni hatari zaidi, mafuta ya wanyama yanaweza kumsababishia mtu kupata magonjwa ya moyo, kupata magonjwa kama vile kiharusi. Kiharusi tukizungumzia mafuta yanakwenda kuganda kwenye mishipa midogo midogo ambayo inasambaza damu kwenye ubongo, na wakati mwingine kufanya eneo lingine kukosa damu au kukosa pia virutubishi na kukosa hewa pia, na hivyo kusababisha hii changamoto ya kiharusi au stroke. Lakini pia inaweza kusababisha saratani. Kwa hiyo pia inaweza kuleta magonjwa pia ya mishipa ya damu pia. Magonjwa mafuta ya wanyama yanaweza kuleta magonjwa ya namna kama hiyo. Lakini pia sababu nyingine kwa nini mafuta ya wanyama yanaweza kuleta changamoto kwenye mwili wa binadamu ni kwamba pia inaathiri mishipa ambayo inasambaza damu kwenye moyo, lakini pia ambayo inasambaza damu kwenye ubongo. Kwa hiyo inapokuwa inaganda sehemu moja kwa muda mrefu, wakati mwingine inaweza kusababisha rupture, kupasuka kwa ile mishipa. Kwa hiyo na wakati mwingine kuleta changamoto mbaya zaidi kiafya kwa binadamu. Lakini sababu nyingine ya mwisho zaidi ambayo mafuta ya wanyama yanaleta changamoto ya kuwa na uzito mkubwa, lakini pia na kuongeza unene. Wakati mwingine watu wengi sana huhisi kwamba wanaponenepa basi wanakuwa wamejipata au wana maisha mazuri. Jibu lake hapana. Tafsiri yake, una kiwango kingi cha mafuta, basi ni vyema zaidi kuweza kutafuta namna ya kuweza kukabiliana na changamoto hiyo. Kwa hiyo jibu la swali kwamba kwa nini mafuta ya wanyama ni hatari, jibu lenyewe ndio hili kwamba yanaweza kuleta mambo haya yote. Kwa mbadala wake ni upi sasa? Ni lazima tuwe na mbadala. Mbadala wake tunashauriwa sana kutumia mafuta ya mimea, ambayo mafuta hayo yanaweza kuwa ya alizeti, nazi, karanga, korosho, ufuta na mafuta mengine yote ambayo yanatokana na mimea ambayo yamekuwa yamethibitishwa na wataalamu watoa huduma za afya kwa ajili ya matumizi. Lakini mafuta ya wanyama yanaweza kukuletea shida. Mfano, mafuta hayo kama tulivyokwisha kuzungumza, yanaweza kuwa ya mbuzi, ya kondoo, ya ng'ombe, na hata pia ya madukani yanaweza kutuletea changamoto za namna kama hiyo. Kwa hiyo tulinde afya zetu kwa kutumia mafuta ya mimea. Asante sana na kwaheri.